Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, karibu kwenye huduma ya Tumaini Service, Every Soul is Saved. Tunaendelea na kujifunza neno la Mungu lenye nguvu sawa sawa na Waebrania 4:12. Neno la Mungu lina nguvu. Ujumbe ambao Mungu anatupa, nataka tutazame maeneo 6 ambayo adui huyatumia kumshambulia mtu wa Mungu. Maeneo 6 ambayo adui huyatumia kumshambulia mtu wa Mungu. Tukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 5 ule mstari wa 8, Biblia inasema hivi: mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba aungurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa hiyo anazunguka akitafuta mtu amshambulie. Huyu aitwaye Ibilisi, aitwaye adui, aitwaye joka, anatafuta namna ya kumshambulia mtu wa Mungu. Kwa sababu lazima mtu wa Mungu pia ajue kwamba yako maeneo ambayo adui atayalenga ili aweke kama mtego wa wewe kuingia kwenye hayo maeneo na apate kukushambulia. Kwa mfano, eneo la kwanza, Mungu anasema shambulizi ndani yako mtu binafsi. Wewe mwenyewe tu ndani yako kunaweza kukawa kuna sababu kubwa kabisa ya adui kukushambulia. Udhaifu ulionao kwenye maeneo fulani fulani ya kiafya, udhaifu ulionao kiuchumi, udhaifu ulionao kwenye maneno yako, udhaifu ulionao kwenye kusikia kwako. Inawezekana adui akatumia hayo maeneo kukushambulia. Lakini mahitaji, una mahitaji gani? Yale mahitaji yanaweza akatumika kama njia ya adui kukushambulia, kwa sababu Yesu anasema kwamba mwili ni dhaifu. Kwa mtu mwingine akiwa na njaa anafungua mlango wa adui. Mtu mwingine amechelewa kupata kibali cha ndoa, amechelewa kupata kibali cha uzazi, anafungua mlango wa adui, anakuwa mzinzi. Mtu mwingine kwa sababu ana udhaifu wa kiafya, kwa hiyo anafungua mlango wa kushambuliwa na adui. Kwa sababu gani? Umejitega kwa maneno ya kinywa chako wewe mwenyewe. Ugonjwa huu umeshakuwa ni wa kwangu, kansa hii sasa ni ya kwangu, ugonjwa fulani ni wa kwangu, hali fulani ni ya kwangu. Manake tayari umeshafungua mlango wa adui kukushambulia. Ukitazama Petro wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 11, neno la Mungu linasema hivi: wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Kwa hiyo tamaa za mwili ambazo ndani yake kuna mahitaji, ndani yake kuna udhaifu kwenye kuona, kwenye kusikia, kwenye kusema, kwenye kupokea, hizi zinaweza zikawa ni mlango au sababu kubwa sana ya adui kumshambulia mtu wa Mungu. Kwa lazima ukae mbali na vitu vya namna hiyo. Lakini eneo la pili, shambulizi kutokea kwa watu wako wa karibu. Unaweza ukashambuliwa na adui kupitia watu wako wa karibu ambao pengine umewaamini sana, umeweka karibu sana, au asili ya kwenu umekufanya uwe nao karibu, ukabila umekufanya uwe nao karibu, kuzaliwa kwa damu moja kumekufanya uwe nao karibu, maeneo yetu tunayofanyia kazi yametufanya tuwe nao karibu. Hasa wale watu wanaweza wakatumika, adui akawatumia kukushambulia. Tukitazama kitabu cha Mathayo ile sura ya 10, tunaangalia ule mstari wa 36. Mungu anasema, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hiyo ndugu zako, watu wako kwenye nyumba ya kazi, watu wako kwenye nyumba ya biashara, watu wako kwenye nyumba ya kwako ya makazi, wanaweza wakatumiwa na adui kukushambulia kwa bila kujua kwamba wao ndo wanatumiwa. Lakini Mungu anasema hilo ni eneo ambalo adui anaweza kulitumia kukushambulia. Kwa nini maana yake? Maana yake kwamba lazima tuwe makini na kila mazingira tunayokutana nayo. Mungu anasema shambulizi lingine linaweza likatokea katika mazingira. Kwenye mazingira ziko nyakati nzuri na ziko nyakati mbaya. Kwa kuna watu wanashambuliwa na adui kwa sababu wamepita kwenye kipindi kigumu sana cha maisha na adui anapata nafasi ya kuwashambulia. Wengine furaha inapozidi. Ndio maana Mungu anasema ajidhaniaye kuwa amesimama, angalia asije akaanguka. Kwa sababu ule wakati pengine unafikiri kwamba uko kwenye nyakati nzuri sana za kufurahia maisha yako, ndio adui anaweza akatumia nyakati hizo hizo kukushambulia.
au ule wakati unaweza ukafikiri kwamba uko kwenye wakati mgumu sana kwenye maisha yako, ndo adui akatumia wakati huo huo kukushambulia. Kwa sasa tukitazama mfano kwenye hicho kitabu cha Watesalonike ule wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 3, Biblia inasema wazi kwamba wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Ule wakati unasema sasa nimekula na kushiba. Ndio maana Mungu anasema kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 8, utakapokuwa umekula na kushiba usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Utakapokuwa umejenga nyumba nzuri, una mifugo, una wanyama, una watoto, una mke, una mume, usije ukamsahau Bwana Mungu wako, kwa sababu ndio mazingira hayo hayo adui anaweza akayatumia kukushambulia. Kwa hiyo hili ni shambulizi linatoka kwenye mazingira tuliyo nayo. Lakini eneo lingine Mungu anasema shambulizi kutokea kwa viongozi wa kiroho. Na hapa Mungu anasema na sisi, kwa mfano kitabu kile cha Yeremia ile sura ya 23, Mungu anatoa onyo kabisa hapo kwa baadhi ya watumishi wenzetu ambao katika ulimwengu huu wa kiroho Mungu anatupa onyo kabisa. Anasema kuanzia ule mstari wa 1 na wa 2, neno la Bwana linasema hivi: ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Kwa lazima uelewe kwamba inawezekana kwamba likatumika shambulizi, adui akatumia kunishambulia kupitia viongozi wa kiroho. Ndio maana ukienda hata kwenye waraka ule wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 mstari wa 1 anasema tena, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Sasa ule uongo wao ndio adui anautumia kukushambulia, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba adui ambaye ni shetani, ni ibilisi, ni baba wa huo uongo. Eneo lingine ambalo Mungu anatuambia kwamba shambulizi linaweza kutokea kwa wapinzani wako. Hii tunaiona pia kwenye ile Yeremia 1:8. Mungu anazungumza kitu cha msingi sana kwenye Yeremia 1:8. Neno la Mungu linasema Yeremia 1:8, Bwana anatueleza pale kwamba usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Maana yake hao anaokuambia usiwaogope, maana yake wanaweza kutumika kukushambulia. Maana yake shambulizi linaweza likatoka kwa watu wapinzani wako. Ndio maana ukienda kwenye ule mstari wa 19, Yeremia 1:19 anasema nao watapigana nawe. Kwa maana yake kwamba wako watu ambao watatumika, ambao ni wapinzani wako kabisa, ili kukushambulia. Adui anaweza akawatumia. Kwa lazima uelewe hayo maeneo. Lakini eneo lingine ambalo Mungu anasema shambulizi la vitisho vya kimaisha. Hili pia limekuwa likiathiri watu wengi sana, ambao kuna ukosefu wa fedha, kuna sera za nchi, kuna madeni, kuna mambo mengi yako hapo ndani, ambayo katika ule mfumo mzima wa kimaisha unaweza adui akautumia kumshambulia mtu, kumtoa kwenye ile kusudi la Mungu. Na hii tunaweza tukaiona mfano kwenye ile ya Isaya 41. Mungu anazungumza kwenye Isaya sura ya 41 ule mstari wa 10, tunaweza tukasoma pale. Mungu anasema hivi, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, nami nitakusaidia, nami nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Nini maana yake? Kwamba kwenye mazingira pengine ni hali ngumu ya uchumi kitaifa au kimataifa, pengine kuna hali ya vita, pengine kuna hali ya madeni, pengine kuna sera fulani za kisiasa haziendani na maisha ulionayo wewe. Mungu anakuambia uwe makini. Inawezekana ikawa ni taswira tu katika ulimwengu wa roho, adui amekutengenezea ili akushambulie. Ashambulie fahamu zako, ashambulie uelewa wako, apige imani yako, uache kumsikia Mungu, uache kumpenda Mungu, uache kumtii Mungu, uache kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ni maeneo ambayo adui anaweza kuyatumia kumshambulia mtu. Kwa hiyo ni eneo ambalo mtumishi wa Mungu inabidi uangalie eneo moja baada ya lingine, shambulizi moja baada ya lingine, ili uelewe kwamba mimi kwenye mazingira nilionao sasa, kwenye hali yangu ya maisha nilionao sasa, ni mlango upi adui anataka kuutumia kunishambulia, ili na wewe sasa uwe makini kuhakikisha kwamba kwenye hilo eneo unalifanyia kazi. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu popote ulipo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu.
aliye hai. Amen.